Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, tunaendelea kukukaribisha tena katika kipindi chetu cha moyo wa ibada, na tunaendelea katika sehemu yetu ya 4 ya kipindi chetu cha neno, na tulipoishia ni ile sehemu ya 5, kuwa kweli au kuwa muwazi au kuwa mtu mwaminifu. Ili uweze kukua kiroho, unahitaji kuwa mtu mwaminifu, kuwa muwazi katika yale yote unayoyafanya. Lakini katika kipengele cha 6 tunaona kuwa na upendo na furaha na watu wote. Kuwa na upendo na furaha na watu wote ni maswali muhimu sana ambayo lazima niweze kujiuliza kwangu na kwako. Je, nina upendo na watu wote? Nina furaha na watu wote? Nina amani na watu wote? Ili tuweze kuwa na amani na furaha na watu wote, kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 aya ya 22 anaposema, lakini tunda la Roho, ili ni tunda linaloanzia ndani ya mtu. Upendo hauanzii nje ya mtu, unaanzia ndani ya mtu. Furaha haianzii nje ya mtu, inaanzia ndani ya mtu. Amani inaanzia ndani ya mtu, sio nje ya mtu. Na ndio maana anaanza kusema lakini tunda la Roho ni kitu kinachotoka ndani ya mtu. Kupenda ni kitu kinachotoka ndani ya mtu. Kufurahi ni kitu kinachotoka ndani ya mtu. Na ndio maana anaanza kusema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kuna kitu muhimu sana nataka tutafakari siku ya leo. Mahali popote palipo na upendo panayo furaha, na mahali palipo na furaha panayo amani, na mahali palipo na amani panayo uvumilivu, na mahali palipo na uvumilivu panao utu wema, na mahali palipo na utu wema panapo fadhili, na mahali palipo kuwa na fadhili panapo uaminifu, na mahali palipo na uaminifu pana upole, na mahali palipo na upole pana kiasi. Na katika mambo haya tafuta au tathimini ndoa iliyopoteza furaha au iliyopoteza upendo. Ndani yake haina furaha, ndani yake haina amani, ndani yake haina utu wema, ndani yake haina fadhili, ndani yake haina upole wala haina kiasi. Maanake vurugu zitakazoingia hapo zilitokana na kile cha ndani kuharibiwa. Wengi tumepoteza ile furaha ya ndani, tumepoteza ule upendo wa ndani kwa sababu ya kule tulipotoa nafasi kwa watu na wakatupa kile kisichostahili kwenye maisha yetu. Hivyo ni muhimu sana kuangalia kwa kina sana. Je, upendo wangu nilionao ndani yangu, upendo huu nilionao ndani ya Kristo unanifanya kuwa karibu na Kristo zaidi? Furaha hii nilionayo ndani ya Kristo inanifanya nizidi kumfurahia Kristo? Amani hii nilionayo ndani ya Kristo inanifanya nizidi kukaa ndani ya Kristo? Uvumilivu, pale ambapo unajua wengi hawana ule uvumilivu. Tunaomba mbele ya Kristo lakini hatuna ule uvumilivu wa kungojea, kusubiri. Maana ile subira ya kusubiria majibu yako mbele ya nani? Ya Mungu. Hatuna ule uvumilivu wa kungojea. Na ndiyo maana Mungu anaweza akawa na kupenda, akakufurahia, akakupa amani, lakini akakupa pia ule moyo wa kuvumilia. Lakini si wote ambao wanaweza kuvumilia kitu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na unapokosa ule uvumilivu, kuna kitu ambacho kinachoitwa utu wema. Utu wema ukiondoka ndani ya mtu, huyu mtu ni mtu mwingine. Na ndiyo maana leo naweza nikasema maneno haya: tunza sana furaha ulionayo leo, tunza sana amani ulionayo leo, tunza sana upendo ulionao leo, tunza sana nguvu ya uvumilivu ulionayo leo, tunza sana neema inayokufanya kuwa mtu mwema kwenye maisha yako, tunza sana neema ya uaminifu wako, tunza sana neema ya upole na kiasi ambacho Mungu ameweka kwako.
moyo wako ukipoteza kiasi, umepoteza ile nuru ya Kristo. Kwa kuna watu wengi ambapo sasa tulipopoteza hichi, badala ya kukua, kitakachozaliwa ndani yako ni hichi kipengele namba 7. Anaposema kuwa na ile hali ya kuishi nje ya Mungu, nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa lugha nyingine, unakuwa mtu wa dhambi. Kutenda dhambi kwako ni kitu cha kawaida. Kusema uongo kwako ni kitu cha kawaida. Kuzini kwako ni kitu cha kawaida. Ugomvi ni kitu cha kawaida. Mafarakano ni kitu cha kawaida. Hivyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kama Mungu amenipa ile neema ya kutunza uaminifu wangu kwake, nihakikishe ninatunza kwa gharama yoyote. Lakini pia kuwa mwaminifu kwa kila jambo. Katika sehemu ya 8, watu wengi si waaminifu katika kila jambo analolifanya. Wengi tumepoteza uaminifu kwa kazini, kwa nyumbani, kwenye ndoa, kwenye familia, kwa watoto na kadhalika. Tumepoteza uaminifu. Na zaidi sana tumepoteza hata uaminifu kwa Mungu. Tunasema nitasali na usali. Tunasema nitaomba na uombi. Tunasema nitaenda ibadani na uendi. Manake ule uaminifu wetu kwa Mungu umepotea. Tulimwahidia Mungu kwamba nitasali labda novena fulani, au nitaomba maombi fulani, au nitaenda ibadani, lakini tunajikuta hatufanyi kile ambacho tulimwambia Mungu tutafanya. Manake ule uaminifu wetu kwake umepotea. Lakini pia lazima tuanze kujioji, kwa nini huu uaminifu wetu umepotea? Na Mungu anapotuangalia, tunakuja kugundua kuna sababu iliyokufanya wewe ushindwe kuwa mwaminifu kwa Mungu. Sababu hiyo ni nini? Inawezekana sababu ya kwanza ni vile unavyovipa kipaumbele. Je, unaipa simu kipaumbele, mtandao kipaumbele, tabia fulani kipaumbele, ulevi kipaumbele? Ni nini ambacho unachokipa kipaumbele kwako, ambacho kinaondoa uaminifu wako kwa nani? Kwa Mungu. Leo tujitafakari sana. Katika sehemu hii ya 4 nikutafakarishe kweli ndani yako, uaminifu wako wewe kwa Mungu ukoje? Uaminifu wetu sisi sote kwa Mungu ukoje? Tuko waaminifu katika sala zetu? Tuko waaminifu katika moyo wa ibada? Tuko waaminifu na tunafurahia katika kile ambacho Mungu ameweka kwetu? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha ya kwamba masikio yetu, macho yetu, tabia zetu, hatua zetu, maisha yetu yanakaa au tunaishi katika uaminifu wa kweli katika maisha yetu. Hivyo ni muhimu sana pia kutunza hiyo neema ya uaminifu. Wengi tulipewa bustani. Bustani yetu tuliyopewa ni bustani ya uaminifu. Hivyo itunze bustani yako ili Kristo achanue kwenye maisha yako. Tukutane tena sehemu ya 5 ili tujue bustani yetu ni ipi.